Sikiliza mwali wangu. Ndio mama. Changamoto za ndoa kama unavyojua. Changamoto za ndoa ni hali ya kawaida kwa kila msichana aina yote. Hata sisi wazazi tunavyotuona tumepitia changamoto. Kuna changamoto za aina nyingi katika wanaume hao. Na nini ubaya zaidi? Mapenzi yenu mlishawahi kuishi ya uhalali. Mapenzi ya uhalali ni magumu. Mapenzi ya kuanziana nyumbani na mkiwa pamoja kuna tofauti. Mapenzi ya nyumbani mnapendana sana, lakini mkiwa pamoja penzi lishachoka. Ila mimi ninachokushauri sasa, mwanangu, uvumilie na ndoa. Mapenzi haya changamoto kwa kila mtu ya kumpitia. Hata mimi unavyoniona mama yako hapo nilipitia changamoto kubwa sana. Yaani mpaka sasa hivi nimezaa watoto 7. Sikutegemea. Hata wazazi hawakutegemea. Na watoto 7 unavyoona yule mwanaume wala nilikuwa simpende kama mwenzangu vile vile. Yaani yule mwanaume mzazi baba na mama. Kwa sababu baba yake amesema si mwenyekiti, si babake si jina limesifikanika, basi alikuwa na kijana ndio tajiri ananiambia bwana utamuoa mtoto wangu. Wazee kwa wazee. Mimi nimekuwa ndani, nimetoka ndani, wameniambia kwamba kuna kijana pale. Nataka uolewe naye. Sasa siwezi nikampinga mzazi, na kweli kama unavyosema wewe, changamoto nililia. Yule mwanaume kufika nyumbani kwake akasema kwani nilikupenda mimi? Walikupenda wazazi. Mama, sina amani kabisa kwa wangu. Napitia maumivu makali. Sikiliza mwali wangu, amani utakuwa nayo tu. Yaani yote bado ujana unasumbua. Ataenda atajirekebisha tu. Kama mambo ya kuchoka uwezo kujua kazini anakokwenda. Pengine mbeba mizigo. Pengine kazi nyingi kule zinapatikanika. Unajua vijana wengi wanakuja nyumbani kwenu kuoa wanadanganya. Kwamba mimi na kampuni, mimi si na nini, kumbe mzee muongo. Pengine mbeba mzege, pengine nini. Lakini sasa ninachokushauri mwali wangu, naomba uvumilie. Wazazi unavyoona si wajinga kwa kuchagulia yule mwanaume. Wanaume wazazi wanajua kwamba mwanangu nimpeleke wapi. Unajua kuna wanaume wengine matapeli. Mama, nimechoka. Sikiliza nikueleze mwali wangu. Ndio umechoka. Umechoka sana, lakini naomba uvumilie. Maisha kutangatanga hayapo. Na mtu ukiwa na mwanaume ndani unaheshimika. Naomba uvumilie, afu ndoa yenyewe na bado changa. Kwa nini nakuyumbisha? Ila ninachokushauri sasa mwali wangu, kuna mganga mimi nitakupeleka. Twende tukamweke sawa. Au wewe unaonaje? Kwa hiyo sasa inakuwaje? Ndio nimekuja kwako mamangu. Naomba ushauri wako. Maana nimwambia nipe talaka na mwanaume hataki kunipa talaka. Ulishawahi kubahatika kupata mtoto? Hapana, sijawahi. Wewe huyu mwanaume umpende kabisa? Mimi sijawahi kumpenda na sitakuja kumpenda. Una uhakika yule mwanaume ambaye wa kwanza atakuoa? Ndio mama. Una uhakika kabisa? Ndio. Alishakupa kibali? Maana ana mwenyewe matapeli. Mwingine anapenda kuvurugia maisha. Huyu unaimwona mbaya, huyu ndio maisha yako. Kuliko huyu sasa hivi unaimwona wewe mzuri. Na wanaume wengi sasa hivi ndio ratiba kumvuruga mtu ndio hivyo. Na mwingine akisikia tu mkishaanza mapenzi, akishasikia kwamba binti fulani au Ashura ana mwanaume anataka kumwoa, wazazi wake wanamlazimisha na yeye anatumbukiza. Kwamba na mimi nataka nikuoe. Ila mimi ninachokushauri usiumbe akili. Akili yako usikuyumbishe. Mzazi akishaamua kwamba binti yangu wewe na mtu fulani, wenda yule alishamuona. Kwa hiyo ninachokuomba, ninachokushauri kama tumekubaliana, achana nayo.